unatakiwa kupeleka ujumbe nyumbani. Akamwambia kwa msisitizo, ujumbe nyumbani? Danford akajiuliza. Mshangao wake ukamfanya yule mzee kupata muda wa kutafuna chakula chake. Unashangaa? Sikiliza kwa makini. Kuna watu wengi sana hapa USA, lakini miongoni mwao ni wewe tu unayetakiwa kupeleka ujumbe huu nyumbani. Akamsisitiza tena. Ujumbe gani huo? Danford akamuuliza. Cha muhimu ni kusema ndio au hapana, ila ni wewe tu, na kule nyumbani Zambia unasubiriwa wewe. Akazidi kumtafakarisha. Danford akabaki kimya. Kijana huyo aliloea Marekani karibu nusu ya umri wake. Leo hii anatakiwa kupeleka ujumbe Zambia nyumbani, hata amesahau panafananaje. Utani. Ni wewe tu, ni wewe tu unaweza. Upo tayari? Kwa kukubali kwako ndio, utaiweka hai familia yako, na kwa kukataa utasababisha familia yako kuteketea. Akamwambia. Maneno hayo yalitetemesha matumbo ya Danford. Hofu ilimjaa. Kwa nini? Akajiuliza. Kisha akamtazama yule mzee. Nipo tayari. Good. Yule mzee akajibu kwa tabasamu. Ndipo Danford akagundua kuwa mzee yule hakuwa na meno, kibogoyo. Kutoka katika mfuko wa koti lake yule mzee akatoa karatasi moja nyeupe. Ukifika nyumbani kwako ukaisome vizuri kabisa. Hakikisha umeielewa. Alipomwambia hayo, yule mzee akanyanyuka na kuondoka zake. Akamwacha Danford peke yake pale mezani. Yule kijana akabaki kapigwa bumbuazi, hajui afanye nini. Kila kitu kwake kimekuwa kama mazingaombwe. Alipoitazama saa yake, tayari ilitimu 1:30 usiku. Danford kimbau alikuwa na shauku ya kutaka kujua nini kimo ndani ya karatasi ile. Aliifungua kwa pupa na kuisoma. Nayo ilikuwa na maneno machache tu yaliyosomeka. Meet me at Rock Creek Park, saa 6 kamili mchana. Ile karatasi nayo iliandikwa namna hiyo, kama ile ya kwanza. Danford akaikunja na kuitia mfukoni. Akainuka na kuondoka zake. Danford hakuwa mtembezi sana. Alipotoka tu pale Keren Cafe, moja kwa moja alielekea nyumbani kwake kwenye makazi ya kupanga huko Winston House. Saa 4 usiku tayari alikuwa kitandani kuisubiri siku ya kesho ambayo alitakiwa kukutana na mzee yule huko Rock Creek. Alilala akiwa na mawazo tele kichwani mwake. Hakukielewa kile ambacho kinamtokea. Hakuwa anaota, bali katikati ya usiku alihisi kama kuna mtu ameingia kwenye hiyo nyumba yake ndogo. Alipojaribu kujitikisa hakuweza. Alipotaka kupiga kelele ilikuwa bure tu. Kila kitu hakuweza kufanya. Danford alibaki kuteseka usingizini na asijue nini kitamsaidia. Usingizi mzito uliongezeka, akalala fofofo. Asubuhi ya siku iliyofuata alishtuka majira ya saa 4. Mwili wake ulikuwa mchovu mno, viungo vilimuuma, kichwa kilikuwa kizito. Aliponyanyuka kutoka kitandani, alihisi kizunguzungu kikali mno. Akataka kula mweleka, lakini akawahi kujidaka kwenye kabati. Hakuelewa hali ile imetokea wapi.
naumwa, akawaza. Polepole akajikongoja kuelekea maliwato. Akaoga na kurudi chumbani. Kidogo alijisikia afadhali, ijapokuwa kila alipotembea alihisi maumivu kwenye sehemu ya paja lake. Hakufuatilia zaidi, alimeza dawa za maumivu na kuanza kujiandaa kwenda kumuona yule mzee. Saa 5 asubuhi alichukua taksi kuelekea kule Rock Creek. Hakujiuliza kwa nini mzee yule alimtaka wakutane pale, kwani lilikuwa eneo maarufu sana kwa mapumziko. Picnic na matembezi vyote hufanyikia huko. Daima siku za mwisho wa juma na sikukuu, familia nyingi zilipenda kwenda kwenye bustani hiyo. Wazee wengi walipenda pia eneo hilo, kwani walipata muda mujarabu wa mapumziko. Hivyo Danford hakushangaa kwa nini yule mzee kachagua huko. Siku hii ilikuwa Jumamosi, hivyo alitegemea kukuta watu wengi. Lakini kinyume na matarajio yake, bustani ilikuwa kimya kabisa. Kibao kilichoning'inizwa katika njia kuu ya kuingia humo kilisomeka temporarily closed. Alikielewa. Akageuka huku na kule. Hakuona hata dalili ya mtu anataka kuingia humo. Zaidi kulikuwa na mtu mmoja aliyekuwa akimwagilia maji baadhi ya mimea michanga kwenye bustani hiyo. Danford akainama na kukipita kile kizuizi mpaka pale alipo yule mtu. "Samahani bwana," akamwomba radhi. Yule mtu akaacha kufanya ile kazi na kungeukia. "Nani kakuruhusu kuingia? Hivi nyie Black American mna shida gani? Hamjui kusoma?" Yule jamaa akabwabwaja maneno mengi yaliyomtia karaha Danford. "Yote hayo ni sawa bwana. Kuna mtu amenitaka nikutane naye hapa saa 6 kamili. "Nani huyo?" "Simjui. Alinipa tu hii karatasi." Akamweleza na kumpatia ile karatasi. Yule jamaa akaitazama, kisha akamtazama Danford. "Ni wewe alikuwa akikusubiri?" Yule mtu akauliza. "Ndiye, ni mimi." "Okay. Nenda kwenye jengo lile pale, utamkuta ndani," akaambiwa. Danford akavuta hatua na kulielekea lile jengo. Lilikuwa jengo kuu kama la makumbusho. Lilionekana kujengwa miaka mingi sana nyuma. Danford aliufikia mlango na kuusukuma. Akaingia mzima. Mara tu alipofika ndani ya lile jengo, hakuamini alichokiona. Mwili wa mtu ulikuwa ukining'inia kwenye kitanzi. Tayari roho yake haikuwa pamoja naye. Danford alijikuta katoa macho. Ubaridi mkali ukaupiga moyo wake. Akahisi kama mapigo ya moyo wake yanasita kuendelea. Aliogopa. Alitetemeka. Kwenye ile kamba aliyekuwa akining'inia ndiye alikuwa na miadi naye katika eneo hilo. Kajiua? Akajiuliza. Haraka akatoka kwenye lile jengo na kuelekea kwa yule mtu pale nje ili amuulize kulikoni. Hakuna mtu. Hakumkuta. Danford kimbau akajikuta hana la kufanya. Wamemuua? Akajiuliza tena. Mbona hata ujumbe wenyewe sijaupata sasa? Itakuwaje? Akasawajika kwa mawazo. Akatazama huku na kule. Hakuna cha maana zaidi ya makolokolo tu. Akamtazama yule mzee pale kitanzini. Hana msaada. Uso wa huyo mzee uliongezeka kuvimba. Alikuwa kama anataka kucheka au kutabasamu, lakini alikuwa tayari marehemu. Msala.